Sasa mheshimiwa mbunge, kwa heshima na taadhima, taratibu, usijikwai, uwanja hauko sawasawa, mwendo wa ngamia. Karibu, vigelegele jamani, kina mama. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaikum. Asanteni sana. Mimi nianze na kumshukuru Mungu muumba mbingu na dunia na kila kilichopo. Tumekutana tena ni kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Sifa na utukufu ni kwake. Lakini leo nina furaha sana. Si mnajua raha ya kupendwa? Kwa kweli Mkigo mnanipenda. Asanteni sana. Mimi nawashukuru sana watu wa Mkigo. Na kwa mara ya kwanza toka tulipomaliza kampeni na Mungu akabariki nikawa mbunge, mwanamke wa kwanza kuwa mbunge wa jimbo la Kigoma Kaskazini. Leo ni mara ya kwanza nimerudi kwenu. Nilikuja pale Mwandiga, lakini walikuja watu wachache kwa sababu hamkujaliwa wote. Lakini nikasema nafsi yangu haitakuwa na amani, lazima nipite kata kwa kata, niende kuwaambia wananchi asanteni sana. Na bunge limeisha, nikafika jana, nikasema moja ya kata ambayo ninakwenda kuanza ni kata ya Mkigo. Mkigo narudia tena, asanteni sana. Nawashukuru kina mama, nawashukuru kina baba, wazee, vijana, bila kujali itikadi ya chama. Wote kwa pamoja nasema asanteni, kwa sababu Kizama yeye nimetumika kama chaguo la Mungu kuja kuwatatulia changamoto zenu. CCM mlinipa kura, Chadema walinipa kura, Kafu walinipa kura, ACT wasio na chama, ni kwa sababu mlikuwa na imani na Kizama yeye, na maendeleo hayana chama. Kwa hiyo mimi kipekee kabisa, mtoto wenu, mdogo wenu, dada yenu, mwanenu, kutoka kwenye sakafu ya moyo wangu nasema asanteni. Mkigo ni moja ya kata ambazo mlinipa kura nyingi sana. Kwa hiyo mimi nawashukuruni sana. Mungu awabariki sana. Na ninamuomba Mungu anisaidie, akanijaze hekima, akanijaze busara, asinifanye nikajikuta shetani ananiinulia mabega na nikawasahau. Mungu anisaidie miaka 5 nisimame na changamoto zenu, na tunapofika 2030 nyinyi ndio mwende mkachukue fomu ya Kizama yeye kurudi bungeni miaka 5. Kwa hiyo nataka niwaambie Kizama yeye, kiu yangu ni kuona changamoto za wananchi zinatatuliwa. Niliwaambia Kizama yeye sitafuti ubunge ili nikanufaishe maisha yangu.
Maisha ni kadari ya Mwenyezi Mungu. Naweza nikauza ndizi na nikawa na maisha mazuri, naweza nikauza mawese na nikawa na maisha mazuri, lakini kwangu Kizama Yeye, shauku yangu miaka 5 nikija Mkigo kuwe na kituo cha afya. Kuna vitanda, kuna madawa, kuna madaktari, kuna manesi, kuna vitendea kazi, na kina mama mjifungue sehemu nzuri kama wake wa wabunge na mawaziri. Hiyo ndiyo kiu yangu kuona Mkigo ya kesho. Kiu yangu Mkigo ni kuona kina mama leo mna zahanati, lakini hata boma lile pale kwa ajili ya kina mama hatuna. Mafanikio yangu ni ndani ya miaka 5 niona tuna jengo pale la kina mama na mnapata huduma bila changamoto yoyote. Kiu yangu natamani kuona ndani ya miaka 5 usumbufu mnaopata wanawake kwenda kujifungua na kubeba miseke kama mnakwenda kugemla inakwisha. Habari za njoo na beseni. Na moja ya ahadi yangu nilisema, kina mama mnapokwenda kujifungua unaambiwa njoo na beseni, njoo na wembe, njoo na mpira, mpaka gloves na kibana kitovu cha mtoto hakipo zahanati. Na nimesema bungeni nikaiambia serikali, na waziri mkuu alisimama na waziri wa TAMISEMI wakasema ni marufuku kina mama kuambiwa waende na vifaa wakavikute. Nataka mniambie wakina mama wa Mkigo, toka lile tamko limetoka pale bungeni, hampeleki vifaa? Vifaa mnapeleka, si ndio? Mimi nitaikumbusha serikali kwamba kina mama wa Mkigo pamoja mmetoa tamko, lakini bado wanaambiwa waende na hivyo vifaa hospitali. Lakini kwa sababu ni ahadi niliahidi, na ndani ya miaka 5 serikali watafanya kwa nafasi yao, lakini kile Mungu atakachonibariki nitafanya kama mbunge, na wiki ijayo nitagawa vifaa kwa kina mama wajawazito, mwende mkajifungue. Tunaelewana kina mama? Kwa hiyo hapa kama kuna kina mama kijacho, wiki ijayo tunagawa. Sawa sawa? Utakuwa na package yako, ina kila kitu ambacho mwanamke anatakiwa kwenda nacho hospitali kujifungua, likiwepo beseni. Lakini haitazuia kuikumbusha serikali kwamba ni wajibu mama wa Mkigo akienda zahanati avikute vifaa vyote vipo zahanati. Kwa hiyo mimi kama sauti yenu nitaendelea kuikumbusha serikali, na nitaendelea kumwambia waziri, kumwambia rais kwamba kina mama wa Mkigo wanahitaji huduma bora ya afya. Nitaendelea kusema sera inasema watoto chini ya miaka 5 wanatibiwa bure, lakini hawa watoto mkienda hospitali dawa hakuna, kanunue pharmacy. Kwa hiyo mimi nataka niwahakikishie watu wa Mkigo, Kizama Yeye nipo kwa ajili ya kusema changamoto zenu. Kila nitakapopata nafasi ya kuiambia serikali, nitaiambia juu ya matatizo yenu, na kwa uwezo wa Mungu kama aishivyo, naamini mpaka tunafika 2030 tutakuwa tumetatua changamoto nyingi sana. Mkigo oye! Lakini najua kuna changamoto nyingine ya daraja ambalo niliahidi, na nikitoka hapa hata ikiwa saa 2 na wataalamu wa halmashauri tutakwenda tukaone daraja ili mfanye tathmini itakosti kiasi gani. Wiki ijayo tuanze ujenzi mara moja. Mkigo oye! Mimi nataka tuende kwa vitendo, si ndio? Mimi nataka vitendo. Furaha yangu
Kiza Mayeye nimegusa maisha ya watu. Kiza Mayeye sipo kwa ajili ya ubunge tu. Mimi kwangu ni baraka kugusa maisha ya watu. Na kama hata yupo mtu anasema hata akifanya 2030 yawezekana tukamdhurumu. Ukinidhurumu wewe mwanadamu, lakini Mungu amenipa baraka, haina shida, nitawasaidia watu wa Mkigo. Tunaelewana Mkigo? Kwa hiyo hapa wataalamu tutatoka, tutaenda kuangalia daraja, tujue tathmini yake na ujenzi uanze mara moja, watoto wetu wapite bila changamoto yoyote. Lakini natambua kuna jengo kina mama mmeniambia hili ni changamoto, si ndio? Sasa mimi nataka tukubaliane hapa, ndugu zangu, tuseme kwanza maendeleo yetu kwanza. Ni kweli kuna mambo serikali ni wajibu wao kufanya, lakini tunaohangaika ni sisi wananchi. Yale ambayo tunaweza tukashirikiana mbunge na wananchi na halmashauri tuyafanye kwa maslahi yetu. Kwa hiyo mimi nataka tukubaliane hapa kwenye mkutano, hili jengo la kina mama, kama tuko tayari kwa nguvu ya wananchi, nguvu ya mbunge na kutafuta wafadhili, tukubaliane kwenye mkutano hapa. Kama mko tayari na mimi niahidi kitu na nyinyi muahidi kitu, tuanze kupandisha jengo hili la kina mama haraka iwezekanavyo. Mimi nataka kujua wananchi wa Mkigo, mpo tayari? Mpo tayari tushirikiane? Mtaleta matofali? Mtaleta mawe? Walio mafundi mko tayari kujitoa kujenga kwa ajili ya mama zetu? Tuko tayari, si ndio? Mbona kama bado mna sita? Kina mama tuko tayari? Kwa sababu sisi ndio tunaopitia changamoto, si ndio? Lakini tuna uwezo, kila mmoja akaleta tofali moja, huyu akaleta jiwe, huyu mume wake ni fundi akamwambia ajenge pale, si ndio? Basi mimi kama tunakubaliana kwa pamoja, kwa kuanza wiki ijayo nitaleta mifuko 100 ya simenti, tuanze kupandisha ile jengo. Mkigo oye! Mimi naamini tukishirikiana kwa maendeleo yetu tutafika 2030 tumetatua changamoto sana. Tunaelewana ndugu zanguni? Lakini najua hapa Mkigo kuna soko. Hili soko, changamoto mlionayo mojawapo ni taa. Ikifika usiku watu mnauza giza, si ndio? Si ndio watu wa Mkigo? Nimekuja pale na wataalamu wataandika, tutapita sokoni kwa soko lilivyo, tunahitaji taa ngapi ambazo tukifunga kina mama mtauza ndizi na dagaa mpaka usiku bila changamoto yoyote. Na wiki ijayo zitakuja zifungwe taa, muuze mpaka usiku na muondokane na giza. Mkigo oye! Katibu, naomba yote haya yaandikwe na yote utekelezaji uanze mara moja. Tunaelewana? Ndugu zangu wa Mkigo, najua changamoto zetu ni nyingi sana. Najua changamoto ya bodaboda, najua vijana ajira. Wakati hapo ninayoyafanya kama mbunge, lakini nitapaza sauti kwa serikali kuiambia ukweli. Vijana tunaendelea kuzeeka kwa sababu ya stresi za maisha. Pesa hakuna, ajira hakuna. Kwa hiyo nitaendelea kuiambia serikali, nitaendelea kuishawishi na kuishauri. Mkigo hapa tunaweza tukapata kiwanda hata kidogo, tukatengeneza juisi, tukauza hapa Burundi, tukauza Kongo, vijana wakaacha kukaa kwenye vijiwe na wakapata ajira.
Inawezekana kabisa. Lakini najua hapa Mkigo mnalima sana kahawa. Naelewa mnalima sana kahawa. Na tunakwenda kwenye bunge la bajeti. Moja ya jambo nitakaloishauri serikali ni kuwasaidia wakulima wa kahawa wao wawe na bei nzuri ya mazao yao ya kahawa. Leo mkulima analima kahawa, anahangaika mwenyewe, hamuoni hata afisa kilimo, anakopa, lakini akivuna bei anayouza kahawa inakuwa ni bei elekezi, haimpi faida na bado mnalima kwa hasara. Kwa mimi nitaishauri serikali, hawa watu wanaokuja kununua kahawa tusimtegemee mtu mmoja. Tukimtegemea mtu mmoja atatupangia bei anayotaka yeye kwa maslahi yake. Tuwaite wanunuzi wengi wanunue kahawa yetu kwa bei tunayoitaka. Kwa hiyo ndugu zangu wa Mkigo, mimi niwahakikishie, mmepeleka bungeni mtu mwenye akili timamu ambaye namuomba Mungu anisaidie nisimame na matatizo yenu. Mkigo oye! Mkigo oye! Lakini nishukuru sana serikali kwa maana ya kiongozi wa kijiji, mtendaji. Ndugu zangu, maendeleo hayana chama. Maendeleo yetu kwanza, Mkigo yetu kwanza, Kigoma Kaskazini yetu kwanza, vyama ni baadaye. Kama ni kuteseka kina mama kukosa kituo cha afya, sio kina mama wa Chadema na ACT, mpaka wa CCM. Tushirikiane, tushikamane, tusaidiane, tuweke mikakati ya kuiweka Mkigo yetu sehemu nzuri. Kwa hiyo mimi nawashukuru viongozi, kwa sababu yawezekana mngesema ni mbunge wa upinzani, sisi hatuendi. Hapana, Kiza ni mbunge wa upinzani kutoka ACT, lakini anayewakilisha wananchi wote bila kujali itikadi ya chama. CCM ni wa kwangu, Chadema ni wa kwangu, Kafu ni wa kwangu. Wasio na vyama tushirikiane, tushikamane, tuijenge Mkigo mpya ya kesho. Anajua Mungu, kwa sababu hakuna anayejua ataamkaje, si ndio jamani? Kwa hiyo mimi natamani tuendelee kushikamana. Ndugu zangu wa CCM, viongozi wa CCM, tushikamane, tupeane mawazo, nini tufanye kwa maslahi ya Mkigo, tuwasaidie watoto wetu. Kina baba, umri unakwenda, kesho hamtakuwepo, si ndio? Hapa kuna wabunge, kuna maraisi, tuwawekee misingi mizuri ya maendeleo ya maisha yao. Kwa hiyo Kizama yeye, miaka yangu 5 nitapambana na mengi. Elimu, sote tunajua elimu ni muhimu, na kwa kujua hilo nilipoingia bungeni tu, kwa kujua watoto wetu wanakaa chini, nilitoa milioni 40 katika pesa ya mfuko wa jimbo, tununue madawati, watoto wetu wakae kwenye madawati. Na hapa niwaombe